Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikiwa bado tupo katika kisa cha uzawa wa Nabiullahi Isa alayhi salam, leo tunaziangalia aya katika siyaki ya kisa kama hiki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fahamalathu fantabadhat bihi makanan qasiyan, akabeba ujauzito na akaamua na Maryam atoke sehemu ya mbali mno. Maryam anataka, na ari yake kubwa ni kuchunga heshima yake. Tukio ambalo linakuja ni tukio kubwa kwake, kwa sababu ana ujauzito. Swali msingi, atawaambia vipi watu na kuwakinaisha kwamba hakika mimba hii ni ya kimiujiza, wala si kwamba yeye ni muovu au ni muasharati au ni kahaba. Akaamua aende katika eneo la mbali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema faajaaha al-makhadhu ila jidhi'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Ujauzito kampelekea aende katika shina la mtende, na hapa kuna funzo. Hii al-makhadh ni alam alwilada. Kimaumbile mwanamke anapokuwa katika kipindi hiki huambiwa yupo katika labor pains, na huu hudhihirika ule udhaifu wa mwanadamu. Mwanamke anapokuwa katika kipindi hiki basi huwa anapapatika, na sawir, hii ni mimba ya kwanza katika maisha ya Maryam alayha salam. Kwa hivyo hajapata ujauzito wala hana experience juu ya swala hili. Kwa hivyo ana maumivu ya kihisia, lakini pia ana maumivu jinsi atakavyokabiliana na watu endapo ataizaa mimba hii. Akaenda katika shina la mtende. Qala ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, akasema laiti mimi ningekufa kabla ya tukio hili na nikawa ni mwenye kusahaulika. Hapa tuna funzo kubwa kwamba kwa muumini anaweza akapata mitihani, na akipata mitihani anaweza akahisi maumivu kama mwanadamu wa kawaida, na mtu akipata maumivu husema na huweza kupaza sauti kama ya huzuni aliyonayo na maumivu aliyonayo. Kwa hivyo hili halilaumiwi. Mtu akipata matatizo au akipata ugonjwa au akipata hali ngumu, halaumiwi akilalamika. Kitu ambacho analaumiwa katika sheria ni kupitiliza katika kulalamika kwake, na kana kwamba haridhiki na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo na Maryam hapa kusema kwamba kuntu nasiyan mansiyan, huyu kama mwanadamu anahisi uzito na alisema ndani ya mipaka ya Uislamu. Ama kutamani kufa, si kwamba alitamani kufa kwa maana kwamba haamini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo imefika kwake ya kutaka kuwa na ujauzito, bali ni vile vile kuwa anazungumza mazungumzo ya katika upeo wa kusikia maumivu, lakini maumivu haya yote bado link yake kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kubwa. Na hapa ndipo tunasema, tunakariri kwamba moja katika funzo kubwa hapa ni kwamba mwanadamu kwa udhaifu wake anapopata shida hulalamika, lakini katika kulalamika huku hafai kushtakia vibaya, akavuka mipaka. Kwa nini Mungu amenitupa? Kwa nini imekuwa hivi? Ya Rabbi sijui nini, mbona unanionea Mwenyezi Mungu? La, haifai Muislamu kufika pale. Lakini kushtakia al-alam, yani hofu nini na maumivu, hili ni jambo la kawaida. Katika hali kama hii ambayo na Maryam alayha salam yupo, nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ikaja, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Fanadaha imma malaika kama alivyofasiri al-Imam Fakhr Razi katika Mafatihul Ghaib, au fanadaha ay Isa alayhi salam. Taywan fanadaha min tahtiha, chini yake akasikia sauti inamuita
alla tahzani, kwamba usihuzunike, qad jaala rabbuki tahtaki sariyan, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amejalia chini yako kuwa na kijimto. Na hapa palikuwa na kama valley, lakini maji yalikauka. Allah subhanahu wa ta'ala katika kumnusuru na Maryam, kwanza akamnusuru katika masala ya kihisia, chakula, akamletea maji, ambao maji ni uti mgongo katika maisha ya mwanadamu. Hakuna thamani, hakuna rasilimali ambayo ni kubwa kuliko maji. Na hapa kuna fawaid. Miongoni mwa faida tunazozipata hapa ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamjengea na Maryam mazingira ya kuweza kujinusuru. Miongoni mwa kunusuru ni kwamba anakiri maumbile ya Maryam kwamba anahitaji maji. Na ukiangalia mbele, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuweka tu maji, akasema wahuzi ilaiki bijidhi an-nakhla tusaqit alayki rutaban janiyan. Asema natikisa gogo hili la mtende au shina hili la mtende, zitaanguka tende ambazo ni mbivu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amemletea maji, na huku anamwambia atikise gogo au shina la mtende. Hapa kuna mafunzo mawili. Funzo la kwanza la kiuchumi, kwamba siku zote Allah subhanahu wa ta'ala anataka wanadamu wanufaike na resources na rasilimali zilizoko. Sisi hatuna resource curse, yani laana ya resource, kwa maana kwamba katika uchumi ile resource curse maana yake ni kwamba zile rasilimali hunufaiki nazo, mgeni anakuja kunufaika nazo. Kama ilivyo katika mfumo wa kibepari katika ulimwengu huu, tunaona vita vingi vinavyotokea katika Mashariki ya Kati, ikiwemo hivi vya sasa vya Iran, Marekani dhidi ya Iran, ni suala la kuweka utawala utakaoweza kuuza rasilimali za umma kupitia makampuni ya Marekani. Hiyo ndio period. Mambo makubwa, wanataka kuweka vibaraka katika mataifa kama haya, kama walivyoweka vibaraka. Na vibaraka hawa hawafanyi kazi tu ya kutawala raia, bali wanafanya kazi kuhakikisha wanauza rasilimali zilizoko katika Middle East, kuziuza katika makampuni ya Marekani. Na kuziuza huku ni kuibiwa makampuni, yani mali yetu kuibwa mikononi mwa makafiri wa Kimarekani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwandalia na Maryam maji na kumwambia atikise shina la mtende, ina maana local resources, zile rasilimali zilizoko ni mtu anufaike nazo. Na uwezi ukanufaika na resource vizuri ikiwa una mfumo muovu ambao una sheheni anania, una ubinafsi. Mfumo pekee unaoweza kufanya watu kunufaika na zile resources ni mfumo ambao umejikita katika nguzo ya kuzisambaza zile rasilimali kwa wahusika, na mfumo huo si mwingine ila ni Uislamu. Kwa hivyo hapa tunapata food security, funzo jingine la food security, lishe salama, ambayo ni moja katika jukumu la serikali kuhakikisha kwamba raia wake wanapata food security. Maryam yupo katika hali ngumu. Allah subhanahu wa ta'ala angeliweza kuziteremsha hizi tende moja kwa moja, kama vile alivyokuwa katika kulelewa, akapata riziki min haithu la tahtasib, mpaka Zakaria alayhi salam alipoingia katika kumuhisabu, anna laki hadha, Zakaria alayhi salam akamuhisabu Maryam, umepata wapi riziki hizi? Na Maryam akajibu swali zuri sana, akalijibu kwamba Mwenyezi Mungu huniruzuku na yarzuku man yashau bighairi hisab. Lakini katika mazingira haya ambapo yupo katika leba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asimshukishie tu tende moja kwa moja, akamwambia atikise ile shina. Na hapa kuna funzo la kwamba asili mwanadamu hata katika hali ya udhaifu hafai kukimbia jukumu. Anapaswa kujifunga na majukumu. Hapa tunaelezwa Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuleta tende, lakini akataka sababu iwe kwa mwanadamu. Yani mwanadamu hata katika hali ya udhaifu lazima afanye taklif kwa kadiri alivyoweza. Na hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anataka umma wa Kiislamu, kwamba hadi ameahidi kwamba yeye atatupatia utawala katika dunia, lakini watu wasione kwamba malaika watashuka na khalifa tayari ashapewa bai'a, ukitamka kitayari khilafa ishasimama katika dunia. La, bali tunatakana tufanye taklif ya kibinadamu ambayo Mwenyezi Mungu ametukalifisha nayo. Na hapa ndipo na Maryam akaambiwa wahuzi, atikise, katika hali ambayo ana uchungu wa uzazi. Utashangaa kwa nini anaambiwa wakati huo atikise gogo la mtende.
yani yuko katika hali ya udhaifu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado anamuandama katika kubeba majukumu yake. Kwa hivyo moja katika funzo hapa ni kwamba tunatakikana kujifunga na majukumu katika hali yoyote ile. Na kujifunga huko na majukumu si kama Mwenyezi Mungu anatuonea, bali anatuandalia mazingira mazuri. Wa huzi ilayki bijidhi'in nakhl tusaqit alayki rataban janiyan, zitaanguka tende mbivu na utaweza kula. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.